وفي حديث أسماء بنت حميس رضي الله عنها عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. Katika hadithi ya Asma binti Umais, huyu Asma binti Umais mwanzo alikuwa ni mke wa Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Jaafar ambaye ni kaka yake nani? Ali ibn Abi Talib. Aliama naye huyu kutoka Maka kwenda Habasha, katika wale kundi la masahaba lilioama kutoka Maka kwenda Habasha. Jaafar na mke wake Asma binti Umais pia alienda naye. Baada ya kurudi Madina, Jaafar alishiriki katika vita vya Mu'ta, ambapo alikuwa ni mmoja katika viongozi watatu waliopangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alifariki na kuuawa katika vita vile. Mama huyu akakaeda baada ya kuisha akaolewa na Abubakar Siddiq, akamfanyia nusura. Alipofariki Abubakar Siddiq, mama huyu akaolewa na Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo utaona kwamba mama Asma binti Umais alikuwa ni mama mlezi wa aina gani? Jaafar, Abubakar Siddiq, Ali ibn Abi Talib, tumeelewana, ambaye ndo hadithi yake ndio tunaoizungumzia sasa, ambayo yuko katika Sunani Abi Daud. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waltajlis fi mirkanin, na mwanamke akae katika beseni. Fa idha ra'at sufra, anapoona unjano unaelea kwenye beseni, fauka alma, juu ya maji, faltaghtasil lidhuhri wal asri ghuslan wahidan, basi aoge kwa ajili ya kujitaharisha kuswali adhuhuri na alasiri, aoge josho moja. Maana yake anazungumzia kwamba mwanamke ikiwa ile damu sio ya hedhi na ataka atofautishe ile damu ya hedhi na damu ya istihadha, aweza akafanya kipimo hicho, akatafuta chombo akachuchumaa pale, alafu akaangalia, je, kuna weusi kwenye damu ile au kuna unjano ambao unaelea juu ya maji. Akiona weusi, basi atajua ile ni hedhi. Akiona unjano, maana yake ile sio hedhi, nini? Ni istihadha. Kwa hiyo ataswali vipi? Ataoga kwa ajili ya kuswali adhuhuri na alasiri jam'an, alafu ikifika magharibi na isha ataoga tena kwa ajili ya sala mbili hizo, kwa kukusanya magharibi na isha pamoja. Tumeelewana? Wataghtasil lilfajri ghuslan wahida, na vile vile ataoga kwa ajili ya kuswali alfajiri josho moja. Watatawadha fima baina dhalika, na atatia udhu kati ya hizo swala. Si anaswali swala mbili, magharibi na isha, au adhuhuri na alasiri, ameoga josho moja kwa swala mbili. Kwa hiyo atatia udhu wa adhuhuri. Akishamaliza kuswali adhuhuri atatia udhu wa alasiri, na kwenye magharibi nayo na isha hivyo hivyo. Ndiyo maana hii hadithi.
Tumeelewana eh? Kwa hiyo anasema wa fi hadithi Asma binti Umaisi radhiyallahu anha, katika hadithi ya Asma binti Umaisi Allah muiradhi, inda Abi Daud, ambayo ipo katika sunani Abi Daud, walitaktasil walitajlisi fi mirkan, mwanamke akae kwenye beseni au chombo chochote. Fa idha ra'at sufra, anapoona unjano, fauqa alma, unaelea juu ya maji, faltaktasil lidhuhri wal asr, basi aoge josho kwa ajili ya swala ya dhuhuri na al-asri, ghuslan wahida, josho moja kwa ajili ya swala mbili hizo. Wataktasilu lilmaghribi wal isha, na ataoga kwa ajili ya magharibi na isha, ghuslan wahidan, josho moja. Wataktasilu lilfajri ghuslan wahidan, na ataoga kwa ajili ya salatu alfajri, josho moja. Watatawadhau fima baina dhalika, na atatia udhu katikati ya sala hizo. Kila baada ya swala atia udhu, swalia na atia udhu. Inma saqa almusannifu hadha shatra hadithi Asma, ameleta mtunzi nusu ya hadithi ya Asma. Hii hadithi ndefu, lakini mtunzi ameleta nusu yake. Waqad warada bilafdhin inda Abi Daud anha, imekuja kwa lafdhi nyingine mbele ya Abi Daud kutoka kwa yeye Asma bintu Umais, litajlis fi mirkan, akae katika beseni au kwenye chombo chochote, min ghairi wawi al-atfi, lakini haikuja kwa wao kwamba walitajlis, imekuja biduni wao, litajlis. Wa awwal al-hadithi inda Abi Daud, na mwanzo wa hadithi hii iko katika sunan ya Abi Daud, an Asma binti Umais, imepokelewa kutoka kwa Asma binti Umais, qalat, amesema, qultu ya Rasulullah, ukamilifu wa hadithi. Asma anasema, nilisema ewe mtume wa Allah, inna Fatima binta Abi Hubaishi, hakika ya Fatima binti Abi Hubaishi, istuhidhat mundhu kadha wa kadha, amepata damu ya istihadha tokea muda fulani au muda kadha wa kadha. Falam tusalli, na wala haswali kipindi chote hicho. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema subhanallah, kuonyesha mshangao. Wewe umepata damu mwezi mzima, wewe uswali wala uulizii, kwa sababu hakuna hedhi kwa mwanamke inokaa mwezi mzima, haipo. Tumeelewana? Mtume akasema subhanallah, hadha minash shaitan, jambo hilo linatokana na shaitani, sio hedhi hiyo. Litajlis fi mirkani, basi akae kwenye beseni ili ajue kwamba hedhi ni ipi, muda gani, na istihadha itakuwa ni muda gani. Ikaja hivyo hadithi mpaka mwisho. Wa mafadu hadha alhadithi anna almustahadha, na faida ya hadithi hii kwamba mwenye kupata damu ya istihadha mwanamke, tu'maru bilghasli au bilghusli, ataamrishwa kuoga 3 marati yaumiyan, ataamrishwa kuoga siku moja. Mara ngapi? Mara 3. Mara ya kwanza ataoga vipi? Kwa ajili ya kuswali adhuhuri na la asiri. Mara ya pili anaposwali la magharibi na isha. Mara ya 3 anapotaka kuswali salatul fajri, ataoga mara 3. Mwanamke mwenye istihadha, takhfifan laha, sheria imekuja kumfanyia wepesi.